Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa Radio Wapo FM unayeendelea kufuatilia matangazo haya. Nikukaribishe katika kipindi cha Taifa Imara ambako tutakuwa tukitafakari neno la Mungu kwa pamoja. Kwa hiyo nikuase uchukue Biblia yako, daftari yako pamoja na kalamu yako ili tutafakari neno la Mungu kwa pamoja. Na anayekuletea mafundisho haya ni mimi mtumishi wa Mungu, Reverend Sigmund Lack. Karibu tutafakari neno la Mungu kwa pamoja. Juma lililopita tulikuwa tunaangalia habari ya Yesu na mtini kutokea kwenye kitabu cha Marko sura ile ya 11 kuanzia mstari wa 12, kwamba na asubuhi yake walipotoka Bethania, Yesu aliona njaa, akaona kwa mbali mtini wenye majani, akauendea ili labda aone kitu juu yake, na alipoufikilia hakukuta kitu ila majani tu, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Tukaendelea mstari ule wa 20 unaosema, na asubuhi walipokuwa wakipita waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Alafu Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka toka shinani. Mstari wa 22, Yesu akajibu akawaambia, muaminini Mungu. Sasa haya yote tuliyaangalia vizuri polepole kwa kadri Mungu alivyotuongoza, na kama ulipitwa na mafundisho hayo, unaweza kwenda kwenye YouTube channel ya kwetu kwa ajili ya marudio. Chaneli yetu inaitwa Strong Nation Ministry. Utalikuta hili somo limeandikwa Imani kwa Mungu Volume 1. Sasa utapata muda wa kusikiliza kama ulipitwa na kipindi hicho, lakini usijali. Leo kuna nafasi yako, hata kama ulipitwa. Utafanya marudio baada ya kipindi hiki. Na hata baada ya kipindi hiki, somo hili pia litawekwa YouTube kwenye chaneli yetu kwa ajili ya kurudia na kurudia na kurudia, ili uweze kutambua na kuelewa polepole ni nini Mungu alikuwa anakizungumza hasa katika kitabu hiki cha Marko sura ya 11 mstari wa 12 na kuendelea. Sasa leo tutaingia kwenye hiki kipengele. Yesu anataka kufundisha wanafunzi wake kanuni ya ulimwengu wa roho. Endapo tutafanikiwa kuitumia vizuri, ni kanuni inayoweza kutuletea matokeo kwenye kila hali. Sasa twende polepole. Rudia tena. Yesu akawaambia, muaminini Mungu. Muaminini Mungu. Yesu anawaambia kitu cha kwanza, muaminini Mungu. Na wakati uliopita nilikwambia kwenye kanuni za ulimwengu wa roho, unapomwamini Mungu muumbaji, maana yake unaingia kwenye uzao au unaingia kwenye ufalme fulani katika ulimwengu wa roho, ufalme ambao mambo yote yanadondokea au mambo yote yanaangukia humo. Yesu anatupa kitu kikubwa, muaminini Mungu. Anaanza kutuingiza kwenye masuala ya kiroho, anaanza kutuingiza kwenye kanuni za ulimwengu wa roho, ya kwamba ya kwanza, muaminini Mungu. Nikakwambia tulijua tukimwamini Mungu ni kwa ajili ya mambo mema kutokea kwetu, ila Yesu ameenda mbele zaidi, anatuonyesha kwenye kumwamini Mungu sasa kuwa makini na maneno utakayoanza kuyaachilia, kwa sababu maneno utakayokuwa unayasema katika mwili yatakuwa yana athari katika ulimwengu wa roho, kwa sababu wewe ni mtu unayemwamini Mungu. Kwa hiyo aidha ni mambo chanya utakuwa unayazungumza au ni mambo hasi utakuwa unayazungumza. Hayo mambo yataleta athari. Kesho utakutana na hizo athari zimetokea, kwa sababu hii unaiona ni kesho yake. Jana Yesu amezungumza maneno na wameyasikia katika mwili, ila kwa sababu ya imani yake kwa Mungu kuna athari zimetokea kwenye ulimwengu wa roho, na wanakuja kutambua jambo hili kesho yake. Sasa kuna jambo fulani la kuweka kithiolojia kwanza hapa vizuri kabla hatujaendelea mbele. Tuisome hii habari kwenye kitabu cha Mathayo, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 21, tusome mstari wa 20. Anza mstari wa 19. Ni habari ile ile iliyoko kwenye kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 12 na kuendelea. Ndo hii imeandikwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 21. Sasa tuanze mstari wa 19. Kaona mtini mmoja kando ya njia,
akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu. Akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Mtini ukanyauka mara. Kiingereza wametumia neno immediately. Saa ile ile mtini ulinyauka, ukakauka. Kwa hiyo sio kwamba ulinyauka usiku hapo. Yesu aliposema tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako, mtini ulinyauka muda ule ule, ila wanafunzi wake kutambua, walitambua kesho yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa turudi pale kwenye Marko ile sura ya 11 mstari wa 20 na kuendelea. Sasa anaendelea na hii kanuni, na leo ndo tutakaa hapa kidogo. Endelea mstari unaofuata. Yesu akawaambia, muaminini Mungu. Amin nawaambia, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka. Yesu anawaambia, hii ni kanuni, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Anasema hivi, Yesu anasema amin, amin, amin nawaambia. Sasa kama uko na dayari yako na kalamu, andika haya mambo, angalia hii kanuni, usichanganye. Angalia hii kanuni na mtiririko wake wa masuala ya kiroho. Amin nawaambia, yeyote. Namba 1, andika yeyote. Hii ni kanuni. Yesu anasema cha kwanza, yeyote. Ni mwanaume, ni mwanamke, ameelimika, hajaelimika, ni mzungu, ni Mwafrika, ni mtoto, ni kijana, ni mzee, yeyote. Hii kanuni itafanya kazi kwa mtu yeyote. Sasa inakuwaje mtumishi, mbona mimi ni mtu yoyote na nimewahi kufanya maombi ya staili hii na sijapata matokeo? Kuna kipengele yamkini ulikuwa unakiruka, leo utakiona, na kuanzia leo utashangaa kwenye yale utakayokuwa unatumia kanuni hii. Utaona namna utakavyokuwa unavuka kwa wepesi. Twende polepole. Yeyote, hiyo ni namba 1, yeyote. Atakayeuambia mlima huu. Yoyote atakayeuambia. Yeyote atakayeuambia ni namba 2. Andika namba 2, atakayeuambia. Maana yake huyu yeyote. Sasa hapa tayari Yesu anaanza kutofautisha ili uelewe ya kwamba yeyote si yeyote kwa sababu Yesu amesema ni yeyote. Huyu ni yeyote. Yesu ameanza kumweka kwenye kipengele ambacho ni yeyote anayeamini katika matamko. Yeyote atakayeuambia, kwa sababu ulimwengu wa roho unajengwa na maneno, unajengwa na matamko. Lazima uwe ni mtu unayeamini kwenye matamko yanayotoka kwenye mdomo wako. Yeyote atakayeuambia mlima huu. Namba 3, andika mlima huu. Yeyote namba 1, namba 2 atakayeuambia, namba 3 mlima huu. Sasa hii mlima huu nitaielezea vizuri hapo mwishoni. Yesu hajasema mlima, amesema mlima huu. Tofauti ni kubwa sana. Hajasema atakayeuambia mlima. Yamkini ulikuwa unaongea na mlima, haukuwa unaongea na mlima huu. Ndio maana matokeo tulikuwa hatuyapati. Mlima huu, hilo neno huu, hilo ndo mzizi wa hii kanuni yote. Ni neno dogo ambalo unaweza ukaliruka ukadhani halina maana, ila ndo mzizi wa hii kanuni yote. Na ndiyo sababu wengi tumekuwa tukitumia hii kanuni, hatupati matokeo kwa sababu tunaliruka hilo neno huu, mlima huu. Nitaelezea vizuri. Atakayeuambia mlima huu, ng'oka. Usijitafutie maneno yako ya kuzungumza. Yesu anatoa maneno ya kuzungumza unapokutana na jambo ambalo kwako ni kama mlima, limesimama mbele yako, limesimama kwenye huduma, au limesimama kwenye biashara, au limesimama kwenye uchumi, au limesimama kwenye familia. Ukiliangalia unaona hili jambo ni mlima hili. Yesu anakuambia usitafute maneno yako. Kanuni ni hii, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini. Ukatupwe baharini. Jambo la 5, ukatupwe baharini. Unajua, tunapozungumzia jambo la mlima, manake mlima ni sehemu iliyoinuka, ni sehemu ambayo kwenye ardhi au kwenye nchi ni sehemu ambayo iko juu kuliko maeneo mengine. Unapozungumza bahari, ni sehemu ambayo iko chini kijiografia, ni sehemu ambayo iko chini kuliko maeneo mengine. Yesu anasema ni habari ya kuondoa hili jambo lililosimama kubwa, unalitafutia eneo, na eneo ambalo unalipeleka ni eneo ambalo ni la chini kuliko maeneo yote kwenye jiografia ya nchi, jiografia ya ardhi. Sehemu ya chini kuliko zote ni baharini. Mlima uondoke sehemu ambapo palikuwa pameinuka, uende ukajitose baharini, sehemu ambapo huu mlima ukiingia hakuna mtu atakayeamini ya kwamba kulikuwahi kuwa na mlima kwenye hili eneo.
Yaani tutakapomaliza hapa tukaingia kwenye maombi, jambo lililokuwa limesimama kama mlima, tukiliondoa hapo lilipo tukalipeleka baharini, ni sehemu ambayo hakuna mtu atakayeamini kama ili eneo liliwahi kuwa na mlima hapo kabla. Ni sehemu ambayo mlima hautakaa uonekane tena, ila kanuni ni hii: ng'oka ukatupwe baharini. Jambo lingine, wala asione shaka moyoni mwake. Andika hiyo namba nyingine, wala asione shaka moyoni mwake. Mungu wangu, kwa nini moyo unaona shaka wakati nimezungumza na mlima? Kwa nini moyo unaona shaka, moyo ulioko ndani yangu? Kwa sababu haya ni maeneo Yesu anayagusa akiwa anatupeleka kwenye kanuni za ulimwengu wa roho, kwa sababu kuna mambo tuliyasogeza kama milima, hayakusogeaga, yalibaki pale pale kama yalivyo, na hatujawahi kujua tatizo ni nini. Sasa tumefanikiwa kuzungumza na huu mlima uondoke hapa ulipo ukajitose baharini, lakini Yesu anaonyesha kuna sehemu nyingine huwa panakuwa na shida, panaitwa moyo. Wala asione shaka moyoni mwake. Kwa nini moyo unaona shaka wakati nilichokuwa nazungumza nacho ni mlima? Mungu wangu, Yesu anapozungumza habari ya moyo haongei kama moyo kama kiungo cha kusukuma damu. Anazungumza eneo la moyo kama eneo la nafsi. Muda hautatutosha kuelezea namna ilivyokaa, eneo la kimawazo, eneo la kifikra, eneo la kiufahamu. Wala usione shaka kwenye ufahamu wako, kwenye fikra zako, usione shaka moyoni mwako. Kwa nini mashaka yanatokea kwenye fikra, kwenye ufahamu? Kwa sababu tuna akili zetu zimekaa kwenye mfumo wa kutambua ya kwamba mlima ili uweze kuhama panahitajika vichukuliwe vitu vya kimwili, labda mabuldoza yachukuliwe, maeskaveta yachukuliwe, yaje yachimbe mlima na kuchukua udongo na mawe na kuvipeleka mahali pengine. Ila Yesu leo anatoa kanuni ya ulimwengu wa roho ya ajabu, ambayo anatuonyesha tusipokuwa makini, akili zetu zitaingiza mashaka, hazitaamini kama kusema ni kufanya. Mungu wangu, nani angetuambia ya kuwa maneno unapozungumza ni sawasawa na kitendo, maneno ni sawasawa na kufanya? Atakayeuambia mlima huu, nilijua yangechukuliwa mabuldoza ili kuondoa mlima. Yesu anasema leo ni maneno, na hiki ndicho kinachotengeneza mashaka kwenye fikra ya kwamba kusema ni kutenda kwenye ulimwengu wa roho. Atakayeuambia mlima huu, ng'oka ukajitose baharini, wala asione shaka moyoni mwake. Maneno tutakayoenda kuyatamka mwishoni mwa kipindi hiki, usione shaka moyoni mwako. Elewa ya kwamba kusema ni kutenda. Usione shaka moyoni mwako, amini tu. Ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia. Ila aamini kwenye hayo asemayo. Andika namba nyingine hiyo, aamini hayo asemayo. Amini kwenye yale unayoyatamka, amini kwenye yale unayoyatamka, aamini hayo asemayo. Inawezekana hata usisubiri mwisho wa kipindi, lakini wakati unavyoendelea kusikiliza hivi na unagundua kuna mahali pana shida, tamka vitu, endelea kutamka vitu. Uwepo wa Mungu umetufunika. Aamini kwenye hayo asemayo. Hauna kazi, anza kutamka vitu. Aamini kwenye hayo asemayo kwamba yamefanya nini? Hayo asemayo yametukia. Yametukia. Andika namba nyingine hiyo, yametukia. Wakati unavyoendelea kuzungumza, amini kwenye hayo unayoyazungumza ya kuwa yametukia. Usiseme yatatukia, yametukia. Kama ulikuwa hauna kazi, ukisema nina kazi sasa, ninayo kazi, nina mtoto, nimejenga, huduma yangu watu wanafika kwa wingi, watu wanafunguliwa, biashara zangu wateja ni wengi. Amini kwenye hayo usemayo, amini ya kwamba yametukia. Alafu yatakuwa yake. Yatakuwa yake. Amini kwenye hayo usemayo ya kwamba yametukia tayari. Na ukiwa katika kuamini yametukia, kwa sababu hii ni kanuni Yesu anaitoa akiwaeleza nini kimetokea kwenye mtini. Yesu aliulaani jana, alafu kesho yake wanaukuta umenyauka kutokea kwenye mizizi. Yesu alipozungumza tu, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako, aliamini hivyo moyoni mwake pasipo na shaka, akaamini ya kuwa yametukia. Na kesho yake walipokuja, akayakuta yamekuwa yake. Amini hayo usemayo yametukia, nayo yatakuwa yake, yatakuwa yako, yatakuwa yangu kwa jina la Yesu. Kwenye kitabu cha Wakorinto, kabla hatujarudi kwenye mlima huu, kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 5, tutaanza mstari wa 4. Hapa tunadili na jambo la mlima.
Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Silaha za vita vyetu alizotupa Yesu, hizi sio silaha za kimwili. Hizi kanuni anazoziachilia Yesu ambazo tumekuwa tunazisoma hapa, hizi sio kanuni za kimwili, hizi ni silaha za kiroho. Silaha za vita vyetu si za kimwili, bali zina uwezo katika Mungu. Zina uwezo. Kuna mahali zina uwezo, zina uwezo katika Mungu, hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Umeona, mlima ni kitu kilichoinuka. Tukiangusha ngome na kila kitu kilichoinuka. Kila kitu kilichoinuka, kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kijiinuacho, kwa sababu kwa elimu ya Mungu tunajua mawazo anayotuwazia Mungu ni mawazo ya amani, wala si mabaya. Kwa hiyo si mawazo ya Mungu upitie kwenye shida ya kiuchumi kama unayopitia. Huo sio mpango wa Mungu, hiyo sio elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu ni ufanikiwe kwenye kila utakachotia mikono yako kukifanya, kifanikiwe, ya kwamba tumbo lako litakuwa likibeba uzao. Si elimu ya Mungu uwe tasa, si elimu ya Mungu. Si elimu ya Mungu tupitie kwenye mahali pana shida na mateso ya namna hii tunayoyapitia. Unapopapitia, ndugu msikilizaji, hiyo si elimu ya Mungu. Kwa hiyo chochote kinachojiinua kinyume na elimu ya Mungu, umeona, tumepewa silaha za kiroho zenye uwezo katika Mungu, zinazokuwa na uwezo wa kuangusha ngome na kila kitu kinachojiinua kinyume na elimu ya Mungu. Usisahau ndugu msikilizaji mpendwa, kipindi hiki kinaitwa Taifa Imara la Kristo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 2 kamili usiku, na anayetafakari neno hili la Mungu pamoja nawe kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ni mimi mtumishi wa Mungu Reverend Sigmund Lack wa huduma ya Strong Nation Ministry. Karibu tuendelee. Turudi kwenye neno mlima huu, kwa sababu sasa umeshaelewa ya kwamba mlima ni kitu chochote kinachojiinua kinyume na kile kitu Mungu aliahidi kwenye neno lake. Kama hicho kitu kimesimama kwenye maisha yako, mbele yako leo hii, ndio maana Roho wa Mungu amekuletea mafundisho haya ili uelewe ya kwamba hicho kitu kinapaswa kishushwe baharini. Sasa kwa nini tuliitamkia milima fulani na bado inaonekana kama vile imeendelea kusimama kwenye maisha yetu? Sasa swali ambalo nitakuuliza, je, ndugu msikilizaji wa kipindi cha Taifa Imara, wewe ulizungumza na mlima au ulizungumza na mlima huu? Tofauti ni kubwa sana, kwa sababu ingekuwa tu ni mlima, tumekuwa tukiyaangusha mambo fulani au tukikemea mambo fulani au tukizipinga hali fulani na bado tunaziona zimesimama vile vile. Sasa haya mambo yalikuwa ni milima ama yalikuwa ni mlima huu? Yesu anapozungumza mlima huu, ni mlima huu. Ukisoma mstari wa kwanza wa kitabu hiki cha Marko sura ya 11, utaona Yesu alikuwa anatembea njiani. Hebu tusome pale sura ya 11 kwa haraka tu. Hata walipokaribia Yerusalemu, karibu na Bethfage na Bethania, kukabili mlima wa Mizeituni. Kukabili milima ya Mizeituni. Sasa unaona, hii ni sura ya 11 inavyoanza. Yesu kwenye njia aliyokuwa anapita ilikuwa ni kama safu za milima. Kwa hiyo unapokuja mstari wa 12 ambako Yesu ndo anaanza kukutana na mtini, huu ni mtini uliokuwa pembeni ya njia, na mbele kidogo ya huu mtini kulikuwa na milima, safu za milima. Sasa hili tukio limerudi kesho yake baada ya mtini kukauka, na ndipo Yesu anatoa hii kanuni, anawaambia yeyote atakayeuambia mlima huu, maana yake ni mlima uliokuwa unaonekana pale, ni mlima uliokuwa karibu au pembezoni mwa barabara, karibu na mti wa mtini ambao Yesu aliulaani jana, na huu mti umekauka. Sasa Yesu anawaambia yeyote atakayeuambia mlima huu. Mlima upi huu? Ni mlima ambao umeelimishwa, umefundishwa kitu tokea jana, kwa sababu wakati Yesu anazungumza na mti, mlima ulikuwepo pale unatazama, mlima ulikuwepo pale unajifunza. Unamuona namna ambavyo Yesu yuko makini kwenye maneno yake anayoyatamka, na ya kwamba hana utani na mizaha kwenye maneno anayotamka. Ametamkia mti laana, mlima umejifunza taratibu, unatazama, unaona namna ambavyo baada ya mti kutamkiwa maneno yaliyotamkwa, mti umekauka saa hiyo hiyo, mlima unaendelea kujifunza kitu. Yaani ni kama vile ni hali ambayo mlima unaona, kama naweka kwa picha hii ili tuweze kuelewa. Yamkini mlima uko katika hali ya hofu,
kwamba yamkini Yesu akimalizana na mti atakuja na kwangu pia, kwa sababu huyu ni mtu asiye na mzaha kwenye maneno anayozungumza. Alafu baada ya muda anamuona, afadhali Yesu ameondoka sasa na wanafunzi wake wameondoka. Mlima unaona afadhali nimepona. Oh my God. Ila mlima unashangaa, unashtushwa. Kesho yake tena ghafla wale waliokuwepo hapa jana na mmoja aliyekuwa kiongozi wao ambaye ndiye muumbaji wangu mimi mlima, oh my God, leo wamerudi na hawako katika haraka ya kutembea. Leo wako kwenye darasa akiwaeleza wanafunzi wake nini kilichoukuta huu mti mpaka umekauka. Mlima unatazama, mlima una hofu, mlima unatetemeka. Oh Mungu wangu. Ndiyo Yesu anawaambia wanafunzi wake sasa, kwa sasa hivi tulipofikia, yeyote atakayeuambia mlima huu, mlima unaona na wenyewe sasa umegeukiwa. Ngoja tuipate vizuri kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 21. Utanielewa vizuri nilichokuwa nakimaanisha hapa. Mlima unaona umegeukiwa, sasa ni zamu yake. Mlima unatetemeka, unaona leo umekuja kufanywa kuwa tambarare, kama ambavyo hali zilizokuwa zinakuzunguka zinasema, Mungu wangu, sasa hivi zinatetemeka, zinaona kama vile huyu mtumishi ametoka wapi? Kwa nini anampa msikilizaji huyu maarifa ya namna hii? Milima iliyokuwa inakuzunguka sasa ina hofu, inatetemeka, inajua wakati wake umefika, na hakika zamu ya hiyo milima kuwa tambarare imefika kwa jina la Yesu. Mathayo 21:21 anasemaje? Yesu akajibu. Ni habari hii ya mtini. Yesu akajibu, anawaambia wanafunzi wake. Akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka yoyote mnapofanya maombi ya matamko, mtafanya si hilo la mtini tu. Sijui kama umeelewa hii lugha ya Yesu vizuri. Anasema mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mnapotamka matamko kwenye maeneo fulani fulani ya vitu vilivyojisimamisha mbele yenu, mtafanya, sio hilo la mtini tu. Yaani maana yake la mtini Yesu ameshatukabidhi, ametupa. Oh my God. Mtafanya, sio hilo la mtini tu. Lakini hata mkiuambia mlima huu. Lakini hata mkiuambia mlima huu, sasa hivi hapa, mkiuambia mlima huu, ng'oka, ukatupwe baharini, litatendeka. Huyu anayezungumza ni Yesu. Litatendeka, atakayeuambia mlima huu, mlima uliokushuhudia mama, baba, kijana, binti, mlima uliokushuhudia mtumishi wa Mungu, mlima uliokushuhudia wewe unayenisikiliza, namna ambavyo yale mambo madogo madogo yanayotokea kwenye maisha yako hauyakalii kimya, kwa sababu mlima siku zote uko pale unatazama namna unavyofanya kazi na hiyo miti, namna unavyotamkia hiyo miti ambayo bado ni ya kijani inapepea kwenye maisha yako, hasara ndogo ndogo zinazotokea kwenye biashara. Mlima wa hasara kubwa uko mahali fulani unakutazama, namna unavyodeal na hizi hasara ndogo ndogo zinazotokea dukani, kwa sababu hivi ni vitabia ambavyo bado ni vibichi, vinaona hautoi matamko yoyote. Namna ambavyo mwanao au watoto wako wameanza tabia fulani fulani ndogo, namna ambavyo hii ni mitini tayari imeanza kuchipuka, ina majani mabichi, ni tabia ndogo ndogo tu hizi. Unamuita anakataa kuja, unamwagiza hichi anaacha kufanya. Kuna mlima wa tabia mbovu unamsubiria mwanao na unakutazama wewe, namna unavyodili na hizi tabia ndogo ndogo anazokuonyesha mwanao. Yamkini unayenisikiliza ni mtumishi wa Mungu pia, na uko kwenye huduma au ni kanisa. Kuna vitu vidogo vidogo vinavyotokea kanisani, namna unavyodili navyo, kwa sababu hiyo ni mitini, ina majani yake mabichi. Lipo jambo kubwa linalokusubiri. Yesu anasema hapa, usianze na mlima, anza na mti kwanza, kwa sababu unapoenda kwenye mlima ni eneo ambalo limekusanya miti mingi. Kwa hiyo hatuanzi na eneo la mlima, kwa sababu huu mlima kwanza unatutazama tunavodili na miti midogo midogo, haya mapepo madogo madogo yanayotuzuia tusipate riziki na mkate wetu wa kila siku. Unaona, Yesu amedili na jambo la njaa kwanza, kabla hajaanza kudili na milima hiyo, miungu ya kiukoo. Kabla hujaanza kudili na miungu ya kifamilia,
kuna vipepo vidogo vidogo ambavyo vimetumwa na vimeelekezwa kwako kukuzuia hata chakula haupati. Sasa ndugu msikilizaji, kama kuna pepo mdogo tu anazuia haupati pesa ya kula chakula, unawezaje, unapata wapi huo uwezo wa kuenda na kuanza kudili na miungu ya kifamilia ambayo ni milima mikubwa, milima Esau? Unaanzaje kudili na hii milima? Umeona hii kanuni ya Yesu? Hakuna mwalimu mzuri kama Yesu. Usisahau ndugu msikilizaji mpendwa, kipindi hiki kinaitwa Taifa Imara la Kristo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 2 kamili usiku, na anayetafakari neno hili la Mungu pamoja nawe kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ni mimi mtumishi wa Mungu Reverend Sigmund Lack wa huduma ya Strong Nation Ministry. Karibu tuendelee. Yesu hataki tupate hasara wala hataki tupate madhara. Anatuambia kabla hatujaanza kudili na milima, sehemu ambayo madhabahu hizi zinajengwa, zinawekwa, sehemu zilizojiinua zimeinuka, ziko vizazi na vizazi, enzi na enzi. Kabla hatujadili nayo hiyo, tuanze kudili na hivi vitu vidogo vinavyozuia kupata riziki yetu ya kila siku. Kama ametumwa pepo mmoja tu amekuzuia usipate kazi, hauoni kuwa ni busara kulingana na mafundisho ya Yesu ukaanza kudili na huyo kwanza, anayekuzuia usipate kazi, anayekuzuia usipate mtoto? Tunaanza na hiyo midogo midogo kwanza, kabla hatujaanza kudili na miungu ya maeneo, miungu ya kimkoa, ya kitaifa, miungu ya bara. Iko miungu na miungu, na leo tuko hapa kudili na mitini. Sasa Jumamosi ijayo tutaendelea na hili jambo, hii kanuni ya Yesu, kwa sababu haijaisha. Leo tumejifunza mstari mmoja tu, mstari wa 25 bado hatujakwenda. Jumamosi inayofuata tutaanza kuuangalia na huo mstari unaofuata kwa kifupi, alafu tutakuwa na maombi maalum ya kukausha miti yoyote ambayo hatutaki iendelee kuchanua kwenye maisha yetu. Miti ya hasara, miti ya balaa, miti ya mikosi, miti ambayo inazuia tusipate hata chakula, hata nauli ya kwenda kutafuta riziki. Tutakuwa na hayo maombi maalum siku ile ya Jumamosi, wakati tutakapokuwa tunaimalizia hii kanuni ya Yesu, kanuni yenye matokeo wakati na nyakati zote. Nikuombee, nikuweke wakfu kwa Bwana kwa ajili ya Jumamosi ijayo. Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya huyu msikilizaji. Asante kwa namna ambavyo unaendelea kumjenga kimafundisho kwa kutumia neno lako na Roho wako Mtakatifu akimsaidia. Ninakushukuru kwa ajili yake, nami ninamweka wakfu kwako, nasi tunajiweka wakfu kwako pia kwa ajili ya Jumamosi ijayo, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kitu kitakachotuzuia kuifikia Jumamosi. Ninapangua ratiba zozote za kishetani, ratiba zozote za kipepo. Ninapangua vifo vya namna yoyote ile, vifo vya ghafla, mauti za namna yoyote ile, hila zozote za yule mwovu na adui. Ninazinyamazisha hizo hila kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na kwenye hii wiki, huyu msikilizaji wangu mpendwa aliyekuwa akikusikiliza, Roho Mtakatifu, ninaomba ukamuonjeshe matunda, akatambue ya kuwa haya aliyokuwa anayasikiliza yanatoka kwako. Kampe wepesi kwenye biashara yake, nafungua chanzo chake cha mapato, nafungua mageti yake ya kiuchumi kwa jina la Yesu Kristo. Ninafungua kipato chake, ninaifungua afya yake. Ugonjwa waliosema ni wa kwake na uko kwenye damu yake, huo ugonjwa ninaukausha kama mti wa mtini kwa jina la Yesu. Huo ugonjwa ukanyamaze kimya kama jiwe kwa jina la Yesu Kristo. Ugonjwa ukafumbe kinywa, ukamtoke huyu mtu kuanzia sasa. Hiyo balaa na mikosi aliyokuwa anatembea nayo ninaifunga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hii wiki ni wiki ya baraka kwake, ni wiki ambayo atapata furaha ya moyo, atapata kubembelezwa nawe Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa ajili ya uaminifu wako. Wewe ni mkuu na wewe ni Mungu uliyejitosheleza, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, endapo una maswali, maoni au ungehitaji maombezi, unaweza ukawasiliana nasi kupitia nambari 0757274220, 0757274220. Lakini pia kwa namba hizo unaweza ukatuma sadaka yako ili kuwezesha kipindi hiki kuendelea kuruka hewani kwa siku zijazo. Nambari ni 0757274220, 0757274220.
20. Jina litakalotokea ni Gertrude Malia. Mungu akubariki sana. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa mafundisho zaidi. Jina ni Strong Nation Ministry. Karibu sana, mpaka wakati mwingine. Shalom. Thank you so much. Hallelujah. Thank you, Jesus.